wasione nguvu za Yesu katika utumishi walionao. Walitamani wamwone Yesu katika magonjwa waliokuwa nayo. Walitamani kama kazini kuliinuka vita, walitamani wamwone Yesu katika maisha yao kwa ujumla, kama kina Danieli, Abednego, Meshaki. Walitamani hata habari za Esta. Biblia inasema ya kwamba wakati wakiwa adui yao wakiwa wameplani kuangamiza wana wa Israeli waondoke, wauawe wote wafe, pasiwepo na uzao tena, Biblia inasema ya kwamba Esta pamoja na taifa la Israeli wakaenda mbele za Mungu, wakamlilia Mungu, wakamwambia Mungu, unaona, unasikia yale ambayo adui yetu amepanga tuangamizwe. Bwana, tutie nguvu, tuwezeshe. Mungu alibadilisha, na baada ya kubadilisha ule utaratibu, ule mpango, wana wa Israeli wakawa salama kwenye mikono ya Mungu aliye hai. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakawa salama. Ndivyo na kwako inavyoenda kuwa. Ndivyo na kwako inavyoenda kuwa. Mungu anaenda kuonekana juu ya maisha yako. Mungu anaenda kutembea na wewe mwaka huu wa 26. Lengo, yaani unatakiwa tu wewe mwenyewe uwe na kiu, uwe na hamu ya kumwona Yesu, uwe na hamu katika moyo wako, uwe na hamu na mpenzi wako na rafiki yako. Maana Yesu anasema sikuiti tena mtumwa, wewe ni rafiki. Kama ambavyo Bethlehemu alipogundua, alipomjua, akamwelewa, akasema wewe ni rafiki yangu, ninataka nione Yesu, ninaomba niponye. Ndivyo na wewe neema ya Mungu itakuwa juu yako mwaka huu, utakapoingia ukajiingiza kwenye ufalme huu, ikiwa kwa maombi, ukamtafuta Mungu kwa nguvu zote. Biblia inasema ya kwamba Yesu Kristo anayeangalia na anayejali mahitaji yetu, anayetuatamia na kutukumbatia, ataenda kukuatamia, ataenda kukupigania, ataenda kukutunza, ataenda kutengeneza njia. Wewe ambao unahitaji kazi, wewe ambao unahitaji mume, wewe unahitaji mke, wewe unahitaji kila ambacho kipo ndani ya moyo wako, ni mwaka wa kwenda kumwona Bwana. Tamani ndani ya moyo wako. Yesu anasema ya kwamba anapaza sauti yake, anasema ya kwamba anatoa tangazo hili, anasema yeye aonaye kiu na aje kwangu, anywe maji ya uzima, na ndani ya moyo wake mito ya maji yaliyo hai itatoka, itabubujika. Hapa anazungumzia moyo ambayo unatamani kumwona yeye. Yesu anapenda sana kumwona mtu anayemtafuta, anayemuomba, anayekaa na kusoma neno lake, anamsikiliza Mungu. Yesu onekana, huachilia nguvu, huachilia mamlaka, huachilia roho iliyo njema ndani ya huyo mtu. Biblia inasema ya kwamba hata kanisa la kwanza, kanisa la mwanzo, wakati Roho Mtakatifu aliposhuka, wanafunzi wa Yesu, mitume pamoja na kanisa, walikuwa na kiu. Kila mmoja anataka muone Bwana, na kila mmoja alikuwa anataka aone muda wa ibada umefika, aende kanisani, aende kakae pamoja na rafiki yake, waongee na rafiki yake, wazungumze na rafiki yake. Hawa watu walikuwa na tamani wamuone Mungu katika maisha yao, na ndio maana tunaona Mungu anaachilia nguvu isiyo ya kawaida ndani ya maisha yao. Anaachilia Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alishukia, wakajazwa, watoto wakajazwa, wanaume wakajazwa, wanawake wakajazwa, watu wote wakasimama kwa ujasiri, wakaanza kusema neno la Mungu kwa ujasiri. Mungu anatamani watu wa Ebeneza tumtafute Bwana, tumuone. Tunatamani ndani mioyo yetu kumwona Yesu, na ukitamani kumwona Yesu, lazima Yesu akaonekana. Hebu naomba simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako, sogea hapa mbele, sogea hapa mbele. Mwaka huu ni mwaka wa kwenda kumwona Bwana.
Yako mahitaji aina mbalimbali ambayo tunayo kama kanisa. Yako mahitaji aina mbalimbali ulionayo kwenye familia yako, kwenye ujana wako. Yako mahitaji, na kuambia mpendwa, njia iliyo bora, lazima tutamani kumwona Yesu. Yesu ndiye mtendaji wa miujiza. Yesu ndiye tabibu. Yesu ndiye tiba ya ile hitaji ambalo unamtaka Bwana akusaidie mwaka huu, akusaidie ndani ya mwaka huu. Wengine wanataka wanunue viwanja, wajenge nyumba. Yesu ndiye tiba. Yesu ndiye jibu la kweli. Tamani kumwona Yesu, tamani kumwona Yesu. Na unapotamani asubuhi ya leo, anza kuamini, ndipo miujiza inaenda kutokea ndani ya maisha yako. Anza kujihusisha kwa karibu, uwe na mahusiano mazuri na Yesu Kristo mtenda miujiza, maana yuko mahali hapa, yuko mahali hapa. Wewe unaona na tena unasikia, unaenda kuona yale matendo. Unapoenda kumwamini Yesu, unaenda kuona matendo makuu ya Yesu juu ya maisha yako, kama ambavyo watu wa Mungu waliposhuhudia siku ya mwaka mpya. Wengine nasema, nimemwona rafiki yangu wa karibu, Yesu mpenzi wangu ameonekana, amenisaidia. Hivyo hata mwaka huu ninasema Yesu yuko mahali hapa. Ninaona nguvu zake, ninaona uwezo wake, ninaona mamlaka yake, ninaona ukuu wake, ile nguvu ya msalaba ambayo Yesu Kristo ilisukuma lile jiwe likatoka kwenye kaburi ambalo Yesu alikuwa amezuiliwa. Nguvu ile ilipotembea ikasukuma lile jiwe, Yesu akatoka. Unaenda kutoka mwaka huu ukiona shauku ya kumwona Yesu. Ile jiwe ambalo liko mbele yako linaenda kuondoka, maana ninaiona nguvu ya Roho Mtakatifu sio ya kawaida. Ninaona uwezo wa Bwana, ninaona nguvu ya Roho Mtakatifu imeshuka, tayari kukutana na maisha yetu, tayari kutengeneza njia mahali pasipokuwa na njia. Ni kweli umekaa kwenye chumba, uone, unaona uko giza, unaona giza. Yuko mfalme Yesu Kristo anayekujali, mtu wa Mungu. Nyosha mikono yako juu, nyosha mikono yako juu. Karibu praise team, tumwabudu Mungu sasa wakati huu. Jiachilie. Ninaona Roho Mtakatifu ameshuka tayari kukuhudumia. Tayari watu wanaenda kujazwa Roho Mtakatifu, wanaenda kutiwa nguvu. La taramariandaraba itaramba shakara indaraba robotandaraba, katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Kwa ujasiri, ongeza sauti yako juu. Sogea karibu hapo. Ile ni ya kwanza, sogea na laini ya pili, sogea. Sema ndio. Bwana Yesu, tuko mbele zako, tunasema ndio. Wewe unaweza Bwana. Wewe ndiye mponyaji wetu. Wewe ndiye nguvu zetu.
nitasema ndio, ndio Bwana, ndio Bwana, nitasema. Anza kuomba wewe uliyejazwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ameshuka ndani yako. Anza kuomba, anza kuomba, jiachilie mbele za Bwana katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu wa Nazareti.